Mambo vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Leo tumeamua tutembelee. Naam. Wana pesa tumeamua kutembelee. Sisi vitu vizuri. Leo tumeamua tudili na mambo yao. Hiyo ndio hapa karibuni tena. Hapa tena mshafika tena. Hapa mwendo wa nyam. Yaani unajua kicho kisababisha mimi nije nikuoji wewe hapa. Nimeona vitu tofauti. Mama ntilie wengi wanakuwa ni wanawake. Lakini nimepita kwenye mgawa huu. Nikisoma bango pale wale malikuwa Amina. Alafu naye napoingia nakutana na mpishi mwanaume. Bro, siku hizi maisha yamebadilika tena. Hamna kazi ya mwanamke na mwanaume. Sasa hivi kazi yote unasukuma ndani. Sasa kama mimi kunikuta kwenye kitengo changu, mimi akija mwanamke hapa, ainuki pale. Kianza kukaangiza tena. Saluti tena. Tuseme wewe hii kazi umeisomea au umetokea tu kuipenda? Bana, hii kazi sijasomea. Nimefundishwa na sister yangu kama bango unaloliona pale ndani kwa nini? Anaambia huyo ndiye alinifundisha. Kila kitu biriani, nini, pilau, nini, kila kitu kanifundisha yeye. Tuseme hata kwenye shughuli kubwa, ni shughuli kwa mfano watumia au unajua idadi hapa. Unajua idadi kwa mfano kazi ya kupika ya watumia unapika. Tunaweza. Tunaweza. Tuko vizuri sana. Tunaungana wote mimi na sister yangu tunaita huko ni mashule tunapika wote kwa pamoja. Kusema mimi mwenyewe kusema nitaweza siwezi. Ila tukiwa na kampani yangu. Ile nimependa hili jambo, nimependa sana. Unajua wanaume wengi, vijana wengi waliopo wana ndoto ambazo hawawezi kuzifikia. Ni wachache katika 40% wanaweza kuwa 20. Mimi wewe ndo naona kwa. Nishazoea kwenye hoteli. Ni migawa kawaida nishaona kina mama. Maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika kabisa. Usitegemee kwamba utasubiri kunini kuajiliwa sio kufanya nini serikali. Hapana bro, jiajiri. Umri unaenda. Umri unaenda huko. Inabidi changanua akili sasa. Fanya nini hapa, nifanye nini, nifanye vipi ili maisha yasome. Unajua vijana wa siku hizi tunaangalia hapa. Tuangalie mbele. Yeye unaangalia ulipo pale, hapa nilipo hapa fresh. Hapana. Inabidi uangalie mbele, uangalie na nyuma ulipotoka na ulipo na huko. Sasa niulize swali moja kwenye biashara. Wewe unataka mwenyewe una supply. Inakuwaje unapokuwa unampelekea mteja chakula hususan ni mwanaume? Kwa sababu najua hapo katikati kwenye biashara yako hapa lazima kutakuwa na changamoto kwenye kauli. Unajua kuna wateja wanapenda. Kwa hiyo changamoto ni hicho. Kusema mimi brother, usikuni changamoto. Unajua siku zote jifanye mjinga siku ile. Ukifika pale matusi utapokea sawa, ila inategemeana na uchangamfu wako. Unachangamkiaje wateja? Wateja jinsi utakavyochangamkia ndivyo utakavyokubali. Mimi ananikubali hivyo hivyo. Pekea chakula mtu akitaka kutukana fresh. Kubwa akakutukana kama chakula hapo fresh. Kwenye kazi yako hii ndio ambacho utakuja kuisahau katika kuzungusha chakula kwa wateja. Ushajibiwaga jibu ambalo yani maisha yako unaona sasa. Mwengu kuna jamaa mmoja alitaka hapa kanikuta na osha vyombo. Oya, kazi za kike hizo, sio kazi za wanaume. Wanaume wanafanya kazi ngumu. Nikamwambia bro, wanaume habagui kazi yote anapiga. Na washauri nini waliopo mtaani? Na washauri vijana wenzangu waliopo mtaani wasishinde tu barazani kwenye nini wanahitaji hivyo vijiwe ni table, waingie mtaani watafute kazi wafanye. Unajua hii mama ya kukaa nyumbani umekaa hivi unasubiri kuletewa kila kitu na kwa nini sana. Kwa mwisho wa siku na kitu inaenda kuendesha kwenye tamaa, mambo mabaya hivyo. Ila kama unapata chochote kitu unajua nikiamka asubuhi kuna sehemu naelekea naingiza 100 200 hiyo inakuwa interest. Ushanipata. Kuliko ile kuamka asubuhi unajua unaelekea wapi, unaishia wapi, unaanzia wapi. Ila ukiamka asubuhi unajua naenda sehemu fulani. Inakuwa fresh. Babi. Sasa. Mbona umeamua kufanya bidhaa? Kwani msiwetu kama unapiga
saa kufanya mwenyewe? Nategemea tu na uchangamfu wako. Sio kama ukileta msichana na unauza, unaweza kuleta msichana naye usiuze. Bila uchangamfu wako wa mdomoni, jinsi unavyoongea na kuwachetu wateja. Jinsi unavyowachangamkia wateja, ndipo watakapokukubali. Mimi naona biashara nyingi, mara nyingi biashara nyingi wanaenda sana wale. Wale pale pata hicho. Sio kweli. Mbona hoteli nyingi sasa hivi watu wa kiume ndio wanapika. Kupika kwa mahotelini, kupika wanaume mahotelini hiyo ni kawaida. Ila kwenye hiyo migahawa yetu midogo ndio wa kwanza kuona mwanaume kawaida. Kumbuka, ili mtu wa kwanza kupata video zetu na habari tofauti. Usisahau kusubscribe, comment na kushare.